Hello. Kuna hii kesi ambayo imekuwa ikitrend sana ya msichana anaitwa Margaret Duta, na nilistuka sana kusikia kwamba kuna Wakenya wengi sana wamefungwa gerezani nje ya nchi yetu ya Kenya. More than 1000 Kenyans wamefungwa nje ya nchi ya Kenya. Na kwa hao 1000 kuna wao ambao wako innocent. Na sasa nataka niweze kuongea na wewe kwa dakika chache yale mambo unafaa uzingatie wakati ule ambao una travel abroad, ili usije ukajipata katika hali ambayo ni ngumu. Hawa watu wenye wanapeleka ama wanasafirisha drugs wanatumiaga watu innocent. Na njia moja ni ya kwamba unaenda airport, unapata mtu anajifanya ni rafiki yako, mnajuana, anaweza kukupatia kiatu. Hizi ni njia ambazo zinatumika. Anakupea kiatu, a pair of shoe, anakuambia nimefurahi sana na wewe after mmejuana, anakupea kama gift. Na kwa ile kiatu unakuta ya kwamba imewekwa dawa, solo yake iko na dawa. Kwa hivyo huyo mtu atakufuata penye unaenda. Kama unakuja Kenya, akiona umeweza kuwa successfully scrutinized by the security na hujajulikana, atasema, atakuwa nyuma yako akwambia, haya ile kiatu, hata mimi nilikuwa nakuja Kenya niliona ile kiatu iko dogo sana, anakupea ingine. So anachukua ile kiatu yenye iko na drugs, anakupea ingine. So hiyo ni njia ingine ambayo inatumiago sana, na unakuta ya kwamba utajikuta ukifanywa ile scrutiny, ukipatikana yule mtu hautamuona, atajiondoa. Ingine ni mtu anakupea mzigo, anakuambia kuna hii laptop nataka upelekee mtu ako Kenya, ama tuseme unatoka Kenya unaenda nchi nyingine kama Dubai, mtu anakuambia ningetaka upeleke hii mzigo. Unakuta ya kwamba ile mzigo imewekwa drug, na huwezi jua kwa sababu hawa watu wanaficha madawa, hata huwezi jua. Mwingine anaanza kukupea Colgate, dawa ya meno, lakini pale ndani ameweka cocaine, ameweka heroin. Sitaki kutaja sana hiyo madawa, lakini ningetaka watu wajihadhari sana. Kuna watu wako gerezani na si eti walifanya, lakini kuna mtu aliwachezea shere. Na sasa unajua wewe ukipatikana, yule mtu hata haumjui, labda mmepatana tu kwa airport. So uangalie sana, usikuwe mtu mkarimu sana ukitravel. Kwa airport haufai kuchukua mzigo ya mwingine, ama hufai kuachia mtu mzigo yako, because unaweza achia mtu mzigo aweke madawa pale. Unaweza achia mzigo ya mtu akwambie utanipatia nikiwa airport, yangu nimebeba sana. Sasa ikikuwa ni drugs iko pale, hautaweza kujitoa rafiki yako, hautaweza. It shall be so hard to convince the police officer ya kwamba hiyo bag sio yako, because kitu ya kwanza unauliza kwa airport, unaulizwa hii bag ni yako, unasema yes. Unajua kile kiko ndani, unasema yes. So watu wajihadhari sana, usikuwe mkarimu sana, usibebe mtu mzigo, acha mtu ajibebe mzigo yake. Usiambie mtu anataka ati umpelekee kitu ako Qatar, ako Dubai, ama ako wapi. Na vile vile unaangalia ya tiketi yako, uone inasoma unaenda wapi, na ufuate zile sheria zimewekwa wakati una travel. Don't want to use shortcut, because the moment unataka kutumia ile shortcut, hapo ndio unajipata ya kwamba umekuwa duped. Unaelewa? Na niweze kuongea na vijana niwaambie kwamba mjihadhari sana na hii biashara ya drugs. Hii ni biashara inaweza kuruin your life, inaweza kukuharibia maisha kabisa. Kwa hivyo vijana, mjihadhari sana.